Just say the word. Just say the word. Just say the word. We are going to start straight away with the A. Just say the word. It is our topic. Just say the word. Wangapi tuko pamoja? Asante. Mtu wa kiti cha mbele cha tatu hivyo. Usiruhusu. Hakunanga kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tuko pamoja mpaka pale? So the word ni neno. Na neno linatoka kwa Mungu. Na Mungu akiongea mwanadamu anaongea. So the word is like two-edged sword. Ni kama upanga ambao unakata pembe zote mbili. So when we say just to say a word, who will say this word? Na Yesu asifiwe. Just to say a word. It is a request. Ni ombi letu. We say just to say a word. Ni kama wakati ambao uko katika shida. Pengine unataka kukopa mtu pesa. Unamwambia utanipea au nipee. Just to say a word. Sema neno litakalofajiri litakaopatia moyo wangu pengine nafasi ya kuwa na furaha. Akikwambia nitakupea, at least unahisi vizuri. So when we say just say a word, it is something concerning our lives that mbingu inataka sisi tufanye. Tumwambie Mungu aseme neno kwa maisha yetu. Pigia Yesu makofi mazuri. Then now I want to go deeper before we touch part A. Ukipanda mahindi kwa shamba au maharagwe mbegu zake, the bean seed, the main seed. Yani mbegu yoyote ukiweka kwa mchanga, mvua ndio kusema. Ilo mbegu lisipopata maji haiwezi kamea. So mvua ndio kusema. Ndio unaona ukiweka mbegu hata uiweke kwa mkono, ikiwa ndani ya maji inaanza kumea. So mvua ndio kusema. Bwana Yesu asifiwe. So wakati sisi tunapitia hali ngumu ya maisha, hali ngumu kama gani? Magonjwa, taabu zisizo na majibu, mambo ambayo hatuwezi kutatua kama mwanadamu. Kuna neno Mungu anahitaji kuisema ndio ile taabu ipate kuondoka na mwangaza upate kuonekana. Without the word from Jesus, without the word from the Spirit of God, hiyo shida kuondoka ni ngumu. Ni kama hiyo mbegu bila maji kumea ni ngumu. Pigia Yesu makofi mazuri. That's why our beloved Jesus Christ, our blessed Jesus Christ, the owner and the author of heaven and earth, says today, my sons, my daughters, watoto wangu, wadogo kwa wakubwa, infants to mature ones, nataka niseme na nyinyi, maana hamujiwezi, mnahitaji neno lako mpate kutoka kwa taabu. That's what now the Holy Spirit tells us today. If you are happy that the Holy Spirit is speaking to you today because of such situation that you are going through, can I see with your hands? Kama uko na furaha siku ya leo kwa sababu ya ile taabu unapitia, na Roho Bwana anasema kuhusu hali yako today, just raise up your hands. Sema, Bwana Yesu, leo niko tayari unifundishe. Pigia Yesu makofi mazuri. Now let us go to A. Ili Mungu aseme neno, analisema ikiwa, listen. Nataka nipeane mfano hapa mbele ili tuende pamoja. Mtu mmoja apige hapa mbele. Mtu mmoja. Uko sure wewe ni binadamu?
Sawa. Simama hapo. Angalia wanadamu wenzako. Na mimi pia ni mwanadamu. Na angalia, fanya mikono hivi. Akifanya mikono hivi, tunasema tumeweka glass kwenye mikono yake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo glass ukishaweka kwa mikono yake, ukija mtu amshtue, glass itaharibika, itaanguka iharibike. So hii glass inasaidiwa na uwezo wa mikono yake, kwa sababu ipo ndani ya mikono yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana inasaidiwa. Now listen. Ndio Mungu ama Yesu aseme neno likusaidie, lazima uwe umemweka mahali. Hata kama wewe ni mwenye dhambi, hata kama wewe kuna vile uko, lazima uwe na sehemu ya maisha yako ambapo umeweka Yesu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio chochote ataongea lazima kihusiane na maisha yako. Lakini wengi wanataka Yesu aseme jambo, lakini hakuna mahali wamemweka Yesu, na hakuna kiwango, na hakuna vile wanamheshimu Yesu. And they want Jesus to speak. Listen, that's why Jesus has something to say today. Consequently, anataka tujue kwamba ndio aseme neno na matokeo ipatikane kwa maisha yako, lazima umuhesabu. Moyo ndani ya moyo wako lazima apate number 1. Hata kama ni mwenye dhambi, lazima apate number 1. Asipopata hiyo number 1, chochote anasema hakiwezi kikasaidia maisha yako. Atakuwa anasema hii lakini haufikii. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa mfano, wewe unajua kujenga. Kuna siku unajenga kama fundi, zingine unajenga kama mtu wa mkono. Panda juu. Wakati unajenga kama mtu wa mkono, fundi wako akiona ni kama unafanya laziness, anakuambia hivi ndio unafanya, tunapunguza bei. Kwa nini akipunguza huwezi kuuliza? Kwa sababu amekuweka ndani ya moyo wake kwamba wewe ni msaada kwake. So akiongea kuhusu pesa lazima ukuwe affected. Pigia Yesu makofi mazuri. Lakini wakati uko nyumbani na uhusiani na fundi huyo, akihesabia wengine pesa, utapata 0. That gives us the answer why we need the answer. Why we just need Jesus to say a word. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen, we are starting somewhere. Jesus himself, kuna kitu kimeandikwa hapa katika Biblia, na Mungu mwenyewe ndio aseme neno, lazima kila mtu akubali pia ashuke awe anatawala katika eneo ama katika mkusanyiko kama huu. Na ndio afanye hivyo, kuna vitu vinavyohitajika. That's why now we are coming to our topic. Number 1, let's talk about presence. Watu wengi wanasema Yesu ametenda, lakini uwepo wake hakuna. Ndio Yesu atende, lazima kuwe na uwepo wake. Jesus cannot do without his presence. Mungu hawezi ongea kitu kitendeke na kama hakuna uwepo wake. The Bible tells us that Jesus is the mightiest warrior amongst us. So wakati anataka kusema kitu, huwa anasema na kinafanyika. Ndio kifanyike, lazima uwepo wake uambatane na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Let us go to the book of Exodus 3:14-16. Exodus, the book of Exodus 3:14-16. Exodus 3:14-16.
That is where we are starting. Exodus 3, 14 to 16. Pigia Yesu makofi mazuri. Wangapi tuko pamoja mpaka pale? Exodus 33, 14 to 16. I believe we are all there. 14 says, the Lord replied, Mungu akajibu na kusema, my presence will go with you and I will give you rest. Nataka tuanzie pale. Mungu akasema, God said, my presence will go with you. My presence will go with you. My presence will go with you. Mungu akamwambia Musa, uwepo wangu utaenda na wewe. Utaenda na wewe. That's what the Bible says. Mungu akamwambia Musa, uwepo wangu utaenda na wewe. That's what the Bible says. And I will give you rest. If your presence goes with us, there will always be rest. Rest means any trouble, shida yoyote itatokea, lazima kuwe na uponyaji. So Mungu alimwambia Musa, taabu ziko ni sawa, maadui wako ni sawa, ugumu wa maisha huko ni sawa, lakini uwepo wangu utaenda na wewe, na shida yoyote ikitokea nitakupatia uponyaji. Kuna Biblia zinasema rest, zingine zinasema I will give you healing. Bwana Yesu asifiwe. Inategemea unasoma gani. So anytime you are walking the presence of God, shida yoyote inatokea, huwa iko na matibabu ama huwa iko na suluhisho. So tupigie Yesu makofi mazuri. Ukitazama mstari wa 15 akasema, Musa akamwambia Bwana, na uwepo wako usipoenda nasi, mimi pia sitaenda. Pigia Yesu makofi mazuri. So Musa alijua as long as unatembea peke yako bila uwepo wa Bwana, shida ikitokea itakuumiza. As long as unatembea bila Mungu ama bila uwepo wa Bwana, watu wakikusengenya hautatoboa, utajinyoka. As long as unatembea bila uwepo wa Bwana, shida yoyote ikitokea huwezi toboa. Hiyo ni siri moja Musa alijua. Pigia Yesu makofi mazuri. Hiyo ni siri moja Musa aliweza kujua. Wangapi tuko pamoja mpaka wapo? Na mkono kama tuko pamoja. Uwepo wako Bwana, uwepo wako Bwana, angalia pale verse 15 says, then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. What does that tell you? What does that tell you? What does that tell you? There is something that the Bible is telling us, that Moses is telling us. As long as Moses unatembea kama wewe na hakuna uwepo wa Bwana, taabu ikitokea itakufanya ujinyonge, itakufanya ukatekate watu na paka, itakufanya sasa hata yani ukose mwelekeo. Lakini uwepo wa Bwana ukiwa na, taabu sikitokea, Mungu anasema atakupa uponyaji. Ndio maana tunasema uponyaji kwa wote. If you are here, unasema uponyaji kwa wote, mikono juu. Pigia Yesu makofi mazuri. The next verse 16 says, verse 16 says, how will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people
on the face of the earth. Musa akamuuliza Mungu, watu wale ninaenda kukutana na wao, wale wanapigana na mimi, hawana Mungu. Tofauti yangu na wao ni nini? Musa aliuliza Mungu hivyo. Akamwambia, uwepo wako ukienda nasi, tukiwa ndani ya uwepo wako na wao hawana, itakuwa ni nini tofauti? Pigia Yesu makofi mazuri. Now, the presence of God is in Hebrew Bible is quoted as the power of the Almighty God. Power of the Almighty God. Ni nguvu za Mwenyezi Mungu. Power of the Almighty God is what we call the presence. Nataka unielewe vizuri ili tuende pamoja. Listen. Nataka mtu mmoja asimame. Nataka mtu mwingine mmoja asimame. Wale tunakaa hapa mbele tunakuwa shabsha. Simama. Mama. Mwambie shoot. Mwambie shoot. Sasa unaangalia si anakuambia ama kuja utumie mic kama mwambie shoot. Shoot ni kufanya nini kwanza? Nataka mtu anajua kushoot ni kufanya. Kushoot ni kutoa risasi iweze kuumiza mtu. So mwanadamu ni simama, mwambie huyu shoot. Mwambie shoot. Abuketi huyu ni mwingine tafadhali. Kuna mwingine? Tunasaidiana. Ukiambiwa shoot, unafanya venye unaambiwa. Mwambie shoot. Shoot ya many point. Tuchukue mwingine hapa na mwingine. Pigia Yesu makofi mazuri. Nitaka uelewe hivi. Huyu akisema shoot, akikwambia shoot, hakuna chochote wanafanyia. One, hauna bunduki. Kwa hiyo huwezi shoot. Hauna bunduki. Pigia Yesu makofi mazuri. Rais wenu Ruto akisema shoot, itafanya. Yule mfanyikazi yako na bunduki. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo tunasema nini hapa? Risasi za kirohoni huwa zinaachiliwa na mtu ambaye ako na bunduki ya kiroho. Bila bunduki ya kiroho, ukiambiwa shoot, hakuna chochote unafanya. Komanda ni Yesu Kristo, akiwa kwenye kiti cha enzi aseme Shadraka shoot, ama akwambie ninaona pepo linanguruma kwa upande wa kulia shoot, na haona bunduki, haona chochote utafanya. So wakati uwepo wa Bwana unatembea na sisi, uwepo wa Bwana, the presence of God ni kama bunduki. Ni kama bunduki. Wakati unaambiwa shoot, lazima risasi ya kiroho iweze kutoka. Na lazima kuwe na matokeo. Lazima kuwe na matokeo. Elisa ni wakati akuta anaambiwa shoot, anafanya kufanya hivi kwa sababu ana bunduki. Hali ya kiroho, ukiambiwa sasa pigana na mchawi, hauna bunduki la kiroho, mchawi atakuangalia na asmai. Ushaiona askari wakienda kwa vita alafu wanyang'anya bunduki zote, badala ya kupigana huwa wanakimbia. Now listen, Wakristo wasio uwepo wa Mungu, wasiotawaliwa na uwepo wa Mungu, wakiambiwa shoot, huwa wanalia. Ushaiona mwizi amekuja kwako usiku na bunduki, anakwambia kneel down, una kneel down properly. Mwizi anakuja kwako usiku anakuuliza kneel down, anakuonyesha kneel down, unaenda tu prop, amekuonyesha bunduki uka kneel down. Aya, lala, bunduki ndio hii, unalala tu. Sio kuna, lakini ambia pepo lala na una bunduki na kuangalia nifanye.
juu hauna ile bunduki. Pigia Yesu makofi mazuri. Now that's how the presence of God is. Now listen. Kanisa ambapo mapepo huwa haitolewi na huwa wapigani na nguvu za giza ni kanisa lisilo na uwepo wa Bwana. Pigia Yesu makofi mazuri. Ni kama shule bila wanafunzi. Sikiliza, bila wanafunzi wenye vitabu, wakienda pale hawasomi chochote. Hatuwezi sema kwako ni shule kwa sababu hauna vitabu za shule na hauna walimu pale. Pale ni baba na mwana na watoto, baba na mke na watoto, na pengine mami. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen, kanisa lolote bila uwepo wa Bwana, I am talking as an apostle, huwa hakuna uwepo wa Bwana, na huwa ile kanisa haitekelezi wajibu wake. Hakuna vile tutapigana shetani bila bunduki, hiyo ngumu. Wangapi washaenda kwa mchawi? Wengine wakati mlikuwa mnakuja ulinielezea story yako. Ukienda kwa mchawi, wengine wanakutuma kuku, wanakuwekea damu, wanakuambia ndio kaweke. Wanatumia zile powers za shetani. Alafu sasa wewe unataka kufukuza nguvu za mchawi ukitumia mwili, haitawezekana. So hapa ndio tunataka kuona Mungu ndio aseme neno ifanye kazi. Lazima uwepo wake uambatane na sisi. Usijidanganye. Hakuna washirika ama hakuna mkutano wowote wa Yesu Kristo ule utakosa nguvu ati upate wale watu watapata tiketi ya kumshinda shetani. Na mwingine tuliongea niambia, tangu niokoke Yesu ameniweka huru. Ushaona pepo ikitolewa? Sijaiona, naiona kwa TV. Sasa unaiona kwa TV, uliopokea wapi? Unaopokea mahali unaona watoto pepo yanatolewa. Huo ndio wokovu wa kweli. Ile kuambiwa sema kuanzia leo nimeacha dhambi, ama unaokoka ndani ya maji, unatoka unajipanguza na leso, unaenda unafaa vizuri, unarudi kwenu nyumbani. Hiyo sio kuokoka. Unaopokeana mahali kuna presence ya Mungu, mahali unaona uwepo unashuka, pepo yanatolewa, watu wanazama kwa roho. Ukiokokea hapo sawa. Ukiokokea kanisa ambapo ama mkutano wa Yesu ambapo hakuna uwepo wa Bwana, huwa hujaokoka, umejifanya hypocrite. Pigia Yesu makofi mazuri. Hata nimemaliza catechism sasa, nimemaliza class sasa, nimeokoka. Listen, that is not salvation. Bwana Yesu asifiwe. Kufundishwa ndio ni mzuri, lakini unaokoka mahali kuna uwepo wa Bwana. Yesu ndiye ana command, anasema Bwana Steve from today. Ni kama vile ulikuja na makala nikakwambia utakarangara hapa sana. Siku ya kukarangara utakafika. Hata niko na video ni vile hatuna kuonyesha hapa. Ya kuonyesha proper. Pigia Yesu makofi mazuri. Ndio na kuangalia hivi naona kule umekuwa ni drama tu. So hapa lazima iendelee. Na unavumilia. Pigia Yesu makofi mazuri. So the presence of God is vital. Mungu akisema na mkapone na hatuna uwepo, hatuwezi pona. Mungu akisema na mkabarikiwe na hatuna uwepo, haiwezi fanyika. And let me tell you the truth. Mahali kuna uwepo wa Bwana, ukileta siasa, ule uwepo huo unapigania wale walio ndani ya kweli. Pigia Yesu makofi mazuri. Tukiwa hapa kama brothers and sisters, unaweza simama cooperate. Kuweka kofi ya kiroho, cooperate. Pigia Yesu makofi mazuri. Hawa ni ndugu wawili ambao wako katika anga ya kiroho. Huyu akikosea huyu na waombane msamaha. Yule uwepo wa Mungu lazima upiganie huyu. Ndio unaona katika kanisa la kiroho kuna justice. Unaweza chokosa mwenzako mkiwa ndani ya kanisa na Mungu ampiganie mkiwa hapo tu. Uko na vita na mtoto mwingine. Ukipata vita ameslamu mtoto, kwanza unakasirika. Si ndio? Why? Na wote ni brother and sister. Unataka haki ya mtoto.
Pigia Yesu makofi mazuri. So hata sisi tukiwa tumeokoka sisi wote, ukichokoza mwenzako hata hapa, Mungu huwa anakutetea, anataka haki. Pigia Yesu makofi mazuri. Wangapi tuko pamoja mpaka hapa? The presence of God must walk with us so that we may be able to get the word or the impact of the word that is spoken by our Master Jesus Christ. Pigia Yesu makofi mazuri. I want us now to go to part B. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. 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 I'm surprised, I'm shocked. Una uwepo wa Bwana, kuna watu hakuna Mungu. Alafu unapanda miayo. Kwani uko ndani ya uwepo ama ni ndani ya kuchoka? Hebu tujaribu mara moja. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Let us go to be a sinner, a sinner having the knowledge of Christ. A sinner having the knowledge of Christ. That is part B. A sinner having the knowledge of Christ. In the book of Luke 7:1-10. In the book of Luke 7:1-10. A sinner having the knowledge of Christ. Mwenye dhambi ambaye anaelewa Yesu ni nani. He understands the King, Jesus Christ. Na nataka tuingie pale. Jesus enters the town of Capernaum. Jesus enters the town of Capernaum. Na kwa nini anaingia pale Capernaum? Yesu alikuwa anafundisha Galilii. Jesus was teaching in Galilee. Nataka nikueleze tuende pamoja. Yesu alikuwa na mission ile tunaita evangelism. Anaeneza mahubiri kule Galilii. Lakini ikifika usiku analala wapi? Capernaum, the hometown. So alikuwa anaenda Galilii anahubiri majioni ama mchana ama akimaliza kuhubiri. Maana Yesu alihubiri hata usiku. So akimaliza kuhubiri anarudi Capernaum. Akimaliza kuhubiri Galilii anarudi Capernaum. So 7 says na akaingia Capernaum. Na pale Capernaum maandiko inasema Capernaum, kwa wale hawaelewi, this place is somewhere we call Rome. Ni kama vile Mtituni iko Kenya, Machakos iko Kenya. So Capernaum is in Rome. So ikiwa ile ni sehemu, in Capernaum we had Centurion. Centurion alikuwa ni soldier, alikuwa ni chief commander, and I will explain you this, worry not. So katika lugha yao pale Rome ama Capernaum, ile lugha walikuwa wanatumia ni kama vile tunasema
ni koplo ama ni yule anasimamia askari kwa polisi anaitwa? Yule anasimamia AP anaitwa na DCI. Wewe hiyo mwende mfanye research. So yule anasimamia askari wengi, kuna vile nyinyi mnamuita. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wanaitwa koplo, wengine wanaitwa so and so. So pale Rome ama Kapernaum, centurion ni jina ambayo ulikuwa unapewa ukisimamia askari 80 to 100. 80 to 100 wako chini yako, ndio ulikuwa unapatiwa jina centurion. Tuko pamoja? Inua mikono kama tuko pamoja. So ukisimamia askari 80 to 100 na wewe ndio msimamizi wao, ulikuwa unaitwa centurion. Now listen. Hapa Kapernaum, this centurion alitoka alien countries. Alien ni nchi geni. Nataka nikuoneshe. Ni kama sisi tunahitaji mtu wa kusimamia askari kwa mfano, alafu tumtoe Uganda tumlete Kenya. Afanye kazi wapi? Kenya. So yule centurion alitolewa nje ya Rome, nje ya Kapernaum, akapata kazi wapi? Kapernaum. Tunaelewana? So sikiliza, twende pamoja. Ni kama wakati tulikuwa tunapigana na Somalia. Sikiliza, serikali inaweza ikaomba msaada wa askari wengine, alafu wanaletewa mtu ambaye anasimamia jeshi la Kenya iende operation. Sasa hapa Kapernaum, sikiliza, walikuwa wanataka kuangusha ile serikali iliyokuwa pale. Kwa hiyo wakachukua askari nchi zingine wakamwandika. So centurion alikuwa ni askari wa kutoka nje na alikuwa amesimamia other 80 to 100 soldiers. Pigia Yesu makofi mazuri. I want us to continue and God is going to bless us. I want us to continue and God is going to bless us. Wangapi tuko pamoja? Aweza. Now listen this. Now centurion alikuwa ni askari, lakini maandiko inasema akawa na askari wake soldier ambaye anamuita servant. Neno servant ni mtu ambaye ukimwambia kwa mfano Shadrach ni servant, nikisema futa unafuta. Waimbaji ni servants, we are working together. Nikikwambia imba unaimba. So servant ni mtu ambaye unaweza kumwambia fanya hivi unaimba. Hakutaisa servant kwa sababu nikimwambia step here and see atafanya hivyo. So alikuwa na servant, na huyu servant akawa mgonjwa. Maandiko inasema almost to die. Centurion akaangalia akaona huyu mfanyikazi wangu anaenda kufa. Akaangalia hivi akaona huyu mfanyikazi wangu anaenda kufa. Pigia Yesu makofi mazuri. Akaangalia hivi akaona huyu mfanyikazi wangu anaenda kukufa. So kile nitafanya ni nini? Ndani ya huyu centurion alikuwa sina. Sina. Unworthy before God. Unworthy before God. Was a sinner. Lakini ndani ya moyo wake alielewa Yesu ni nani. Alielewa Yesu ni muumbaji wa mbingu na nchi. Akauweka kwa moyo. I am a sinner, but najua Yesu ni muumbaji wa mbingu na nchi. Na matoa akajua Yesu ni mponyaji. Akaona huyu mfanyikazi wangu atakufa. Pigia Yesu makofi mazuri. Lakini kuna kitu alijua ndani ya moyo wake. Akaona nikiambia askari shoot, wana shoot. Naye Yesu ni muumbaji wa mbingu na nchi. Je, akisema haukufi?
Nikaona hiyo nayo ni nzuri. Kama mimi wafanyakazi wangu nawaambia go and they go, come and they come. Na Yesu sasa ndiye muumba wa nchi na mbingu. Akisema haukufi ni hivyo, ama upona ni hivyo. So ni mwenye dhambi lakini anaelewa huyu Yesu sio wa kutopewa heshima, ni wa kupewa heshima. Chochote atasema kitatendeka. Pigia Yesu makofi mazuri. Basi akawa anataka kutengeneza plan ili mtu wake aweze kupona. Maandiko yanasema what was his plan? Plan yake akaamua, nitaita wafanyakazi wengine wangu ili niweze kuwatuma. Na maandiko yanasema kile alitamani kutuma, sikiliza, kile kilifanya atumane ni kwa ajili ya wafanyakazi wake, kwa sababu anamhitaji kwa vita. Lakini kuna kitu alikuwa amefanya. Sikiliza. Akakumbuka, sikiliza, there are Jews and Romans. Yeye alikuwa upande wa centurion hapa, alikuwa anafanya hapo, lakini alipenda Jews. Kumbuka Jesus was a Jew. Mary alikuwa Jewish. Ilikuwa ni kama vile unasema wakaba Wajaluo. So he was a Jew, Jesus. So akaona Romans na Jews hawasikizani. Always wako na nini? Vita. Kaona always wasikizani. Kila mara ni vita. Lakini yeye akaangalia kaona Yesu ndio mfano. So huyu centurion alikuwa akipata mshahara, anasaidia hawa kujenga kanisa, synagogue, pale pa kuomba. Anatoa pesa yake. Tusomee verse 5. Luke 7 verse 5. Verse 5 says, verse 5 inasema, because he loves our nation and has built our synagogue. Because he loves our nation and has built our synagogue. Alipenda, angalia hapa, alipenda Wayahudi. Jews ndio Wayahudi. Kama nimekosea, ndio Wayahudi. So Jews alipenda Wayahudi. Kwa hivyo maandiko yanasema alipenda taifa lao, isipokuwa anafanya kazi huku Rome, lakini anawapenda. Alisaidia taifa lao ambao tunaita nations, na akawasaidia kujenga hekalu, mahali pa kuomba. So wakati mfanyikazi wake servant amekuwa mgonjwa, anataka kufa, akakumbuka kuna watu na wasaidianga na wako na Yesu ambaye anatendanga miujiza. Akaita hao viongozi wa Wayahudi, akawaita, na ndio wanaitwa elders, Jewish elders. Jewish elders means Jewish leaders. Akaita Jewish elders ama Jewish leaders, viongozi. Akawaambia kuna mahali nataka kumsaidia. Nyinyi mnajuana na Yesu, na mimi ni mtu mwenye dhambi, siwezi enda pale kuna Yesu. Nikienda Yesu sijui atanifanyia nini. So huyu centurion aliogopa Yesu sana. Alikuwa na kwa moyo wake anaona, alikuwa anajua Yesu si mtu wa kuchezea. Ni muumbaji wa mbingu na nchi, na pia hakuna muujiza atende. Mimi hapa niko kikazi hapa Rome, lakini lazima nijenge kanisa, lazima ni support wale watu, lazima ni support kazi ya Yesu, lakini mimi ni mwenye dhambi. Kwa hiyo huyu centurion alikuwa na support kazi ya Mungu kwa sababu ya ile heshima alipea Yesu. Yeye alikuwa mwenye dhambi, lakini alisupport kazi ya Mungu. Na wakati mfanyikazi wake amengojeka, anataka kufa, anaambia sasa elders, nyinyi Yesu ni Myahudi, kwa hivyo
mnaenda kuelezea Yesu hali yako. Wakafurahi, kamwambia tunaenda mara moja. Si umetujengea kanisa? Sina ndio. Namba 2 umetusupport kwa kila namna. Ndio. Kwa hivyo tunapeleka hilo jambo kwa Yesu. Usiwe na wasiwasi. Pigia Yesu makofi mazuri. Tunalipeleka hilo jambo kwa Yesu. Nataka uone hapa, mtu yeyote alikuwa anafanya kazi wrong, yeyote alifanya kazi wrong, na yule alifanya kazi kwa Jews, hawa walikuwa wasikizani, lakini Centurion na hawa walisikizana. Huyo askari tu peke yake ndiye alisikizana na wao, lakini wale wengine walikuwa hawasikizana. Pigia Yesu makofi mazuri. Walikuwa wasikizana. Sasa imagine sasa yule mtu hapo upande wa kuwa adui wako ndio anakusaidia. Yaani ni kama adui ndiye alikuwa na wasaidia. Lakini unaposoma unaona ni kwamba anawasaidia kwa sababu yeye ako kikasi. Ako tu pale kikasi kupigania the Roman Empire. Maana Roman Empire ilikuwa inapigana na Jews. Ndio Wayahudi walikuwa wanataka kuchukua the Roman Empire, lakini ikawa ni vita kali sana. So badala ya kuwapiga vita, anawasaidia hata kujenga mahali pa kuabudu ama maombi. So askari wake alipoona amekuwa mgonjwa, akawaita. Akawaambia sasa muende mahali kuna Yesu, mkamuelezee shida yako. Pigia Yesu makofi mazuri. Now that takes us to see. Now this is a sinner ambaye anatafuta msaada wa Yesu. Na si ati anatafuta msaada wake, anatafuta msaada wa mfanyikazi ule wa Yesu. Uosha itutakasayo iwe safi, uone upendo, tumeoshwa kwa damu ya kondoo. Rudia mara ya mwisho. Tuoshwa hivyo. Centurion hakutaka kuosha dhambi, lakini alitaka mfanyikazi wake afanye nini? Apone. Na kwa sababu anaogopa Yesu, wacha atumane. Now let us go to what we call worthiness. Worthiness ni ile kuwa kwamba, kwa mfano nataka nikuonyeshe. Utakuja. Na angalia hapa mbele. Kwa sababu umeona akakuta akijenga, akifanya nini? Ukitaka kujenga, unamwambia kuja unijengee. Kwa sababu amehitimu. Bwana Yesu asifiwe. Kuja ufanye nini? Unijengee. Kwa sababu amefanya nini? Amehitimu. Ni kumaanisha he is worthy that work. Yani yeye ni wa maana when it comes to kujenga. Nywele yako ikiwa mbaya, hebu simama sister. Nywele yako ikiwa mbaya, unamwangalia mama. Kwa sababu umeona akisonga nywele, unamuita na kusonga nywele kwa sababu ni kitu umeona. Amehitimu. She is worthy of such a job. Pigia Yesu makofi mazuri. So worthy ni kitu ambacho ni cha maana. Kwa mfano wale ambao wanajua kupika chapati, kuna ile unga unaijua ni maana when it comes to chapati. Ukitaka kupiga nyama hapa mtituni, kuna ile butchery unajua ukienda utapatiwa nyama ambayo iko na ni quantity na ni quality. Pigia Yesu makofi mazuri.
So worthy of something means to be valued. Means to be valued. Wakati tuko pamoja mpaka pale. It means to be valued. Na tunataka tuone vile centurion sasa ametuma elders. Na elders wanaenda mahali Yesu yuko. Wakienda mahali Yesu yuko, wanamwambia Yesu, unajua centurion ni mtu wa maana. Yesu unajua centurion ni mtu wa maana, is worthy. Na anahitaji kusaidiwa, lazima asaidiwe. Yaani uponyaji uende kwa mtu wake. Centurion ni mtu wa maana. Yeye centurion alijiona mimi si mtu wa maana. Lakini elders wanaenda kumwambia Yesu, tumekuja na shida. Shida gani? Centurion ni mtu wa maana. Akona mtu mgonjwa, na najua hata vile nitakuelezea Yesu, hata utakupata straight away. Sikiliza Yesu nikwambie. Operate. Sasa sikiliza Yesu nikwambie. Centurion ni mtu wa maana. Hata vile nitakuelezea, automatically utafanya hiyo kitu. Yesu. Centurion alijenga kanisa. Na pia anapenda taifa letu. Kwa hiyo ishi. Yesu akafikiria hivi. Centurion ni sina. Na hiyo Jesus was a prophet. Centurion yupi? Yule sina. Yule anafanya wrong. Sina. Yule unasema, najenga kanisa. Yesu, najenga kanisa. So, alielezewa vizuri. Now, nataka uone hapa contradiction. There is centurion and there is Jews. Sasa hawa watu wawili wako tofauti. Jews wako na ujinga, hawaelewi Yesu ni nani. Lakini centurion ni mwerefu, anaelewa Yesu ni nani. Unaweza kuja hadi kwa Yesu mdanganye kwamba ati centurion amehitimu. Yaani akileta shida, yaani amefikia kiwango cha mfanyikazi wake kupona. Unajua wanamdanganya ati centurion is worthy. Lakini Yesu akiangalia there is no worthy. So Jews wanafanya kitu ambacho hawaelewi. Wako na upungufu wa kuelewa. Wako na nini? Upungufu wa kuelewa. They have little understanding about Jesus Christ. So if you look at this, they are lying to Jesus. Lying to Jesus. Tena wanamdanganya Masihi. Yesu wanamwambia ati unajua centurion is worthy. But now centurion, he knows that I am. Now listen, wale wanakaa na Yesu hawamwelewi, lakini huyu mwenye dhambi yako mbali na anamuelewa Yesu. And you see the difference. Now sisi tunakaa karibu na uwepo wa Bwana, tunaweza kosa kumuelewa. Lakini wale wanakaa watu wa dunia, wanaweza kuwa wanamuelewa huyu Yesu si wa mchezo. Na ndio naona kanisani tunachezea Yesu. Mahubiri inaanza kidogo unachomoka. Ukisikia kaso unachomoka. Kutoka nyumbani unachomoka. Hauna ile understanding ya Yesu ni nani. Lakini mwenye dhambi akiingia hapa anakaa kuanzia saa 1 mpaka saa 1. Hata nakuomba si nikae hapa overtime ya kukaa. Lakini watu kama Steve, basi I'm rushing to Nairobi. Sisemi wewe ni mtu wa Nairobi, wewe ni mtu wa Mekoni. Achana na mawazo ya Nairobi. Pigia Yesu makofi mazuri. There was a time mami aliniambia mimi nitakuwa nikitoka saa 6. Tena ananiambia nitakuwa nikija kanisa lakini saa 6 nitakuwa ni saa hii za ngapi? Hebu angalieni saa. Ameshika njia, tupigie makofi mazuri. Saa hii hata ana mawazo ya customer, hata customer akituma message anaambiwa wait tomorrow. Lakini kuna siku John ya God. Kuna siku tulisomana saa 6:10. Anakuambia customer amepanga line. Sasa hiyo wapange kwa hewa. Pigia Yesu makofi mazuri. Because you are understanding the word. Now, centurion alikuwa na kuelewa kuzuri, lakini hawa wako karibu na Yesu. They are wanamdanganya Yesu that he is a Jude ya kusa.
na yuko sawa, anajielewa. Pigia Yesu makofi mazuri. Because according to the Bible, what is the reward? What is the reward? What is the reward that a sinner should receive? A sinner should receive. Yani, sikiliza, zawadi ya mtenda dhambi ni nini? Je, mtenda dhambi anafaa apatiwe nini na Mungu? Watu wawili watatu na mkono. Yes. Kuja. Mtenda dhambi anafaa apate nini? Anafaa apate punishment. Lakini huyu centurion anataka muujiza. Hata kulingana na scripture, centurion ni mwenye dhambi. So wanavaa juzi waende wamwambie Yesu kuna centurion somewhere anahitaji kuchapwa, anahitaji punishment. Lakini wanamwambia anahitaji miracle. You see, it is contradicting. Pigia Yesu makofi mazuri. So actually, the centurion was supposed to receive punishment. Na ndio maana centurion hakutaka kujipeleka. Alijua akistep mahali kuna Yesu kidogo, namwambia niganizie centurion au tayari kupandilika. You are a sinner. Angeanza na kumwambia hivyo. So if you don't change your behavior, you're going to hell. Sasa hii maneno ndio aliyokopa. He knew who Jesus was and who Jesus is. Pigia Yesu makofi mazuri. Wangapi tuko pamoja mpaka pale? Now listen. Kitu kingine centurion alielewa, ndio Yesu amsikize. Yesu lazima awe na kitu tunaita mercy and wanarika. We are saved through mercy and Victor, mercy and grace. So pigie makofi mazuri. We are saved through mercy and grace. Actually, centurion walifaa waende kwa Yesu wamwambie, centurion anahitaji huruma wako na neema. Lakini wanaenda kumwambia is worthy and anafaa apate huo muujiza direct. Ni mtu amejenga kanisa. Badala waseme centurion ni mwenye dhambi, anahitaji huruma wako na neema. Yesu anakuambia ukweli. Lakini wanakuja wanamdanganya Yesu, anamwambia amehitimu. Kwa sababu tu Ushaona pastor wengine ukimpatia 1K kidogo anakuambia umequalify kuingia mbinguni. Niliona wengine kwa TV ukimgusa madhabahu na 5K anakuambia you are going to heaven direct. Badala ya kuambia hata ukiweka hii 5 kuna dosari nyingine tunavaa tuonge. Anakuambia the moment umeweka 5 sasa direct ticket to heaven, which is very wrong. Pigia Yesu makofi mazuri. Lakini ukikuja heaven flames mess, bado umetoa imefika 5,000, alafu unasikia straight I can see you have a problem. You have a problem. Your heart iko na shida. Sasa unasikia hata 100 sitoi leo. Lakini sikiliza, Jews walikuwa hivyo, as long as umewasaidia wanaona umeokoka. Walikuwa hivyo Wayahudi. As long as umempatia kitu, umejenga pale pa kuabudu, wanasema no, you are a Christian. Lakini ukileta kwa Yesu, anakutukuza kwa moyo. Anakuambia I can see your heart is dark. Mpaka unaondoka kwa mkutano. Na tena anakuambia in the midst of congregation. Pigia Yesu makofi mazuri. So according to the Bible, centurion alikuwa apatiwe huruma, apate huruma, mercy and grace. Pigia Yesu makofi mazuri. So sinners, listen, sinners need mercy and grace. They are not qualified. Hello? Wewe wa Yesu, salimia mwenzako. Sinners need mercy and grace because they are not qualified. That takes us to number D. Takes us to D. Thank you.
niongoze Bwana, uniongoze, uniongoze 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 Bwana, uniongoze. Now, according to Jesus, centurion was unworthiness. So centurion was unworthy. Centurion was unworthy. Centurion was unworthy. Alikuwa ni hawezi kubalika according to Jesus Christ. Kwa hivyo Wayahudi walipoenda mahali kuna Yesu Kristo, they placed something we call a worthy card. They placed something we call worthy card. Worthy card ni mazuri yake, lakini hawakujua kwamba centurion ako na kadi nyingine ambayo si nzuri, ambayo ni dhambi. Walienda tu wakasema mazuri yake. They placed a worthy card without telling Jesus that he has also a worthy card. Pigia Yesu makofi mazuri. Na wakaendelea kumwambia kulingana na vile centurion yuko, kuna kitu anahitaji. Huwezi kosa kwenda kwake. Utaenda kwake kwa sababu ametimiza. Lakini kulingana na Yesu, hakuwa ametimiza sheria. Pigia Yesu makofi mazuri. Now I want to go straight away to the point so that we may be able to know this. Ina mkono kama tuko pamoja. Chukua dakika moja mwambie Bwana nisaidie kuelewa hii. Asante. Weka mikono juu, weka mikono chini, weka hivi. Kama umechoka fanya hivi, weka mikono chini. Now listen. Centurion akasikia wako barabarani wakija, akachukua marafiki wengine, friends, akawaambia sasa marafiki, nasikia Yesu anakuja. Mtaenda mumwambie Yesu mimi ni mwenye dhambi, asiingie huku kwa nyumba yangu. Pengine atapata ameweka pombe pale, kasigara pale, naweka silaha, pengine kichwa ya mtu alikata kwa vita iko pale. So akasema mwambie Yesu asikuje kwa nyumba yangu. Nyumba yangu kuingia watu wasafi righteous? No. Mwambie asikuje. Mwambie tu aseme neno hivyo. Wakakuja mpaka mahali kuna Yesu. Lipra doma andili masara. Wakaja mpaka mahali kuna Yesu. Na kuna kitu walifanya. Wakati walifika mahali kuna Yesu. Walipokuwa wanamweleza vile mambo yalivyo na vile wameambiwa na Yesu, kuna kitu walisema. Walimwambia Yesu, tumeambiwa na mkubwa wetu usikuje, sema neno tu na urudie hapo. Nyumba yangu ni babaya, ni nyumba ya mwenye dhambi, so usikuje, sema just say a word na mfanyikazi wangu atakufa. Hivyo ndivyo walimwambia. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen this.
Centurion ameelewa yeye ni mwenye dhambi, hata hafai kukaribisha Yesu, maana yuko tayari hata kubadilisha mawazo yake, nataka akae kwa dhambi. So anasema no, Yesu usikuje. Sasa that takes us to the next part. So Centurion is unworthy. That takes us to E. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Mwokozi. Next one, which is E, authority. Takes us to the next one, which is E, authority. You can write authority. Authority ni kuwa na uwezo wa kusema kitu na kinafanyika. Centurion akasema, akamwambia marafiki, mwambie Yesu aseme neno na mtu hatakufa, kwa sababu huku kwangu ni kwa mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na ile ripoti aliwaambia wamwambie Yesu, alimwambia mimi Centurion nasimamia askari 80 to 100. Na nikisema go wanaenda, nikisema come wanakuja. What of you Jesus? Wewe ndio uliumba mbingu na nchi, ukasema let there be light and there was light. So why can't you just, badala ya kupiga, why can't you just say a word, useme sasa hata kufa nilishi hapo, badala ya kuja kwa mwenye dhambi. Yesu sasa akaanza kuelezea kusema anatafuta watu wa aina hiyo ambao wanamuelewa vizuri ndio atende miujiza. So Centurion alielewa Yesu ni nani vizuri, lakini Jews hawakumuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tuko pamoja? Centurion alielewa Yesu ni mtu akisema let there be inakuwa, lakini Jews hawakuelewa hivyo. Ndio maana wanaenda hata kumdanganya Yesu. Lakini Centurion anaelewa. Pigia Yesu makofi mazuri. So Centurion understands what we call authority. Centurion understands what we call authority. So understands what we call authority. Understands authority. So anaelewa kuwa mkubwa ni nini? Anaelewa kuwa mkubwa ni nini? Pigia Yesu makofi mazuri. Wangapi tuko pamoja mpaka pale? Pigia Yesu makofi mazuri. Centurion understands what we call authority. Anaelewa kuwa mkubwa nini. So anaelewa Yesu si lazima aje aseme just one word na mambo yote itafanyika. Na hiyo ndivyo maandiko pale inatuambia. This is now what we can ask ourselves. Yesu anasema pale, he gets amazed. Jesus himself, he gets amazed. To be amazed ni ile kuhala. Yani kuna mtu pale mwenye dhambi ananielewa niseme neno kitu kifanyike. Who is that? Bwana Yesu asifiwe. Yani kuna mtu ameniweka kwa moyo na ni mwenye dhambi, anajua nifanye kusema one word ama niseme neno word na mtu anapona. Who is that? Wakasema ni huyo Centurion. Basi huyo mtu huyo ako na imani kubwa sana huyo mtu. Yesu paka kawaambia imani ya Centurion ni kubwa kuliko yeye Jews. So wale wanapeleka report kwamba kuna mtu mgonjwa,
unapata imani yao ni kidogo. Lakini yule anataka mtu wake apone, ndio anamuelewa Yesu vizuri. Na ndio tabu tuko nayo kama kanisa. Wale wanaitanishwa na Yesu, imani yao ni kidogo. Ndio mtu alikuja hapa kuniona akaniambia, Pastor, mimi ni mwenye dhambi zote, lakini naelewa Yesu wako. Kile utanena saa hii ukifika Nairobi mambo itakuwa yanabadilika. Na akaniambia hata atuombi, sema tu nirudi. Sema nitoe sadaka nirudi. Nikamwambia basi itafanyika. Na tu kuomba, akifika Nairobi imefanyika. Huyo mtu ni wa dunia, lakini anaelewa Yesu Kristo ni komanda. Hapo na imani ya kiasi kikubwa sana. Yaani atasema tu neno moja hali ibadilike. Lakini wale wa Kristo tuko karibu na Yesu, lazima tuhubiriwe mahubiri ya matumaini, angalau tumuelewe Yesu ni nani. Sema neno moja, hakika nitapona. 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 Sema neno moja, Yesu nitapona. Sema neno moja, hakika nitapona. Now listen, according to Jesus, Yesu anaona yule mtu mwenye dhambi ndiye anamuelewa, lakini hawa Jews hawamuelewi. Hawamuelewi kabisa. Yaani ule centurion aeni kwa waganga aeni wapi, lakini yeye ni mwenye dhambi. Anaona Yesu wani hata si lazima akuje. Lakini wale wa Kristo tuko karibu na Yesu, ndio wanaimba nyimbo za ajabu. Yesu ameniacha, adui amenitesa, nitakufa kesho. Unaona hata waimbaji wa dunia wanasema hata wakikufa hawatasimama. Hata wakisimama Nimesikia mwimbaji wa Mboko ama ni akisema nikikufa itapaka marashi, alafu hivyo. Yaani sasa hata Wakristo wamefikia hapo. Yesu nimekufa tayari. Sasa yaani hata lakini sasa huyu centurion ni mwenye dhambi, lakini anaelewa askari hajakufa. Kuna ule wa kumwambia rise and walk. Pigia Yesu makofi mazuri. Let me tell you as we proceed, bila kumweka Yesu kwa moyo na hiyo imani ya kujua isakomana, akisema kile amesema ndio hicho, ni ngumu sana kupokea muujiza. Wajua kuna watu wanakuja kama niende kwa apostle nijaribu. Kama unakuja hapa kujaribu ni ngumu kupata. Lakini kama unakuja kupata uko sawa. Centurion yako hiyo kwa Yesu kujaribu, alikuja kupata. Lakini Jews walikuwa wanajaribu yeye. Pigia Yesu makofi mazuri. Wangapi ndio pamoja mpaka pale. Now I have a question for you. Is Jesus amazed by your faith? Hiyo ni wewe utajibu. Is Jesus amazed? Is Jesus amazed by your faith? Is Jesus amazed by your faith? Je, Yesu ile imani uko nayo Yesu akitazama anafaa aseme neno moja mambo ibadilike. Na siku Bwana Steve ananiambia mambo yako imeenda vibaya sana. Nikamuuliza niseme neno moja, tuamini Mungu. Nikaona wewe mtu kuna shida. Yaani hataki nikisema neno moja, anataka tuamini. Na ukiwa na hiyo imani ni mbaya. Nikupatia habari ya mhubiri mmoja Paulo. Alikuwa na mwimba
Watu wengine wanasema ni alikuwa mgonjwa, wengine wanasema nini, lakini kile tunajua Paulo alikuwa na taabu. Na alipokuwa na ile taabu, maana nasema aliomba mpaka Mungu akashuka malaika akamwambia, ukiwa na hiyo taabu nguvu zangu zitaonekana. Bwana Yesu asifiwe. So Paulo hakuacha kuomba. Alikuwa na imani ya kwamba Yesu atasema neno moja. Mpaka ile neno moja itakuja ikamwambia, sasa kwa sasa siondoi hii shida. Nataka nguvu ionekane ukiwa na hiyo shida. Ndio naona ukiwa mhubiri shida, mimi kama mhubiri shida iwezi kuisha. Hiyo ni kitu anajua spiritual. Mhubiri yoyote shida isha. Hata ilije shida hii kuisha. Anafika kwa mwanamke njaa kwa na kupikiwe chakula. Shida hizi anapika kule kwa Ahabu, anapika kwa Jezebel, anakimbizwa. Akitoka pale anaenda kuwanyorosha watu kama. Kuna wakati ananyoroshana lakini taabu bado inamwandama. Hiyo ni maisha ya mhubiri. Pigia Yesu makofi mazuri. Unaenda taabu hii, ukimaliza hii taabu unaenda nyingine. Ukimaliza hiyo unaenda nyingine. Na hivyo ndivyo wokovu uko. Pigia Yesu makofi mazuri. Elisha mwenyewe, sikiliza, na ndugu Rabakataba, na sikiliza, alikuwa ni mhubiri, lakini kilichomuua ni ugonjwa. Alikuwa akiwa, maana nasema hata akiwa mgonjwa alikuwa anaponya. Ndio naona mhubiri kwa mgonjwa si kwamba ana Mungu. Hiyo sio unaweza pata mhubiri ndio huyu. Amekuwa blind lakini unapona lakini ni blind. Inafikia mahali anaanza kuona. If you read the Bible you will get to worry but God has many things to be like that so that he becomes superior than us. Mungu atakani wale mhubiri anasema niko sawa, mali niko sawa, ati kila kitu uko sawa. Hiyo Mungu hawezi fanya. Maana utaringa, utamea pembe na ukuwe na maringo. Na unajua njia moja shetani anakufunga nayo ukiwa mhubiri au mwimbaji. Anakuambia sema kila kitu iko sawa. Sema Yesu alinyorosha kila kitu ikawa sawa. Alafu unaanza wimbo, kwa Yesu ni tambarare. Yaani ni sawa sawa. Lakini si sawa. Kwa mhubiri lazima anakufinya na kitu kimoja. Ndio you remain calm and patient. Pigia Yesu makofi. Hata hivyo unaiombea because your faith listen, nguvu yako ama imani yako iko na kilograms, iko na magnitude, yani iko na uwezo mkubwa. Unajua kuna vitu zingine ukipewa uinue juu, unainua inapita kule juu. Imani ya Mkristo ukiinua na mkono unafaa uisi uzito wa kilogram ikose kuinuka. Lakini za Wakristo leo unainua badala uinue inapita juu. Maana ni nyepesi. Ni kama kota sukari. Inapita. Sasa hawa Jews ukiinua imani yako, lakini asijue unainua hivi. Mpaka Yesu akaipima akasema, "Wow! Sijui." Anainua hivi kidogo. Haitoki anasema huyu jamaa lazima apate muujiza. I will say one. Yesu alianza kusema hapa watu wangapi wako na hiyo uzito wa imani. Nani yako nayo sasa? Inua mikono yako, sema Bwana nisaidie. Uniongoze Bwana. Now listen this. Kuna kitu Sejurion alijua, sisi hatujui. Sejurion ni kama kwa akili yake aliona Jesus is the creator. So alikuwa anasema let there be a star, inakuwa. Let there be light, inakuwa. Wacha kuwe na ndovu, inakuwa. Wacha kuwe na nyoka, inakuwa. Fish, farasi, inakuwa. Alafu huyo mtu kuambia mtu usikufe ni shida kweli. Ni shida kweli. Sasa Yesu aliangalia Sejurion akaona kipimo cha imani za kizuri kiko juu. Sasa sisi wa Kristo imani yetu haifai kuwa kidogo.
unasumbuliwa na dawa za kulevya, unajua Yesu anaweza akashuka tamaa ya hizo vitu ikaisha. Kwani kuko na mgonjwa fulani ambaye umekuja leo kwa niaba yake, umekuja hapa kwa niaba yake. Usiwe na mawazo, wacha nijaribu leo posa vile, akimwambia wacha nione vile kutaenda. Au ya kuja kubahatisha, umekuja kupokea. Ukija kwangu hata nikiwa nimebeba uzito wa anointing kiasi gani, na umekuja kujaribu au haupati. Maana maandiko inasema whoever doubts, mwenye ako na wasiwasi hawezi akapokea vitu za mbinguni. The P, sikiliza, siri, sababu kama inakwambianga siri, pini yako ni siri yako. Now listen carefully. Listen carefully. Vile umekuja usibahatishe, ni siri yako. Ukija kujaribu, sikiliza, ni siri ya dunia. Kama umekuja kujaribu kama Yesu atakusaidia, hiyo ni siri ya dunia. Lakini kama umekuja kupata na kupata na kupata 100%, hiyo ni siri ya mbinguni. Wangapi wako na siri ya mbinguni? Nisalimie. Kuna watu naona wako na siri ya dunia. Wangapi wako na siri ya mbinguni? Siri ya dunia ni kuwa na wasiwasi. Umekuja kujaribu aposto kama atakusaidia. Umekuja kujaribu Yesu kama atakusaidia. Kama umekuja kujaribu, sikiliza, hiyo ni siri ya kidunia. You have some doubt. Lakini kama umekuja kusema liwalo na liwe, liwalo na liwe, hapa nimeingia kwa aposto. Wengine wanasema apostolic. Whatever you say, hapa nimeingia. Hata wengine wanasema ni kingacho. Whether ni kingacho ama sio kingacho, haufai kuwa na wasiwasi. Lazima upate uzima wa milele, na unachohitaji kinatoka kwa Bwana, kinakushukia kwa jina la Yesu. Na najua maandiko yanasema waendapo katika njia za Bwana. Na unielewe vizuri. Maandiko yanasema waendapo katika njia za Bwana, na namba 1, maandiko yanasema na nguvu ya Bwana itang'ara kwao mchana na usiku. Namba 2, kitabu cha Zaburi kinasema na wakati taabu itakuja kwao, hata waingie ndani ya shimo. Sikiliza, maandiko yanasema na Bwana ataamurisha malaika, yani the Yahweh ataamurisha malaika, na watashuka, sio mmoja, watashuka kutatua. Mtu ambaye amekuja kujaribu ndio kuna shida yake. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Even if you are here and you are a sinner, umekuja kwa ajili ya ule mgonjwa wa kutu, wajana na wasiwasi. Salimia mtu mwambie, if you are a sinner, usikuwe na wasiwasi. Kuna kitu Bwana atakutendea. Naona kuna watu wanasalimia rafiki wao anasimama ni kama unamjua. Wajana na hiyo ya kuchunguza mtu, msalimia mwingine mwambie usichunguze sana. Mimi ni kama Sajurio. Pigia Yesu makofi mazuri. Wakati tuko pamoja Bwana hapa, kuna mwingine aliacha kanisa akaniambia, hapo wasa anatusukuma kwa kona na yeye hayuko kwa kona. Utojio siko kwa kona. Wewe unaweza kuona kisafiri huko na kwenye kazi huko ni pesa inatumika barabara na zigumuzi. Nimewako kwa kona na Mungu, you must preach to those people before the end comes. Pigia Yesu makofi. When I come here, you must worship over even 2 hours. You must pray. Hata tunaomba naona mtu amechoka tu. Nisema semeni Yesu anaweza. Nasema Yesu anaweza. Naanza kulala naweza. Ushatoka tayari kuishi. Na tukimaliza ibada unaamka. Na zingine tukiona umelala sana, tukimaliza ibada tunakuombea usingizi. Tunakubeba hayo Bwana kio. Tunamweka kwa gari. Hata kama ni wewe tunakuweka, tunakudrive. Wewe wengine tutajua baadaye. Ati wale nimeleta watarudi aje? Tutawarudisha.
Pigia Yesu makofi mazuri. Wangapi tuko pamoja mpaka pale? Authority. What matters is the authority. So the centurion understood the authority of Jesus Christ. Hakuna aliye Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaimba upaka unasikiza wenzako. Si unasema napenya kwa anga peke yangu. Praise and worship ni teamwork. Hakuna aliye Now we are about to finish. Let us go to tumetoka E. We are going to F. What we call resurrection. Resurrection ni kufufuka. The book of Luke number 7:11 to 17 to namalizia pale 11 to 17 Luke. Yesu alipomalizana na kesi ya centurion, maandiko yanasema multitude, watu wengi plus disciples wakaenda wakaingia mahali tunaita Nain. Nain ni mahali panaitwa hivyo. Wangapi tuko pamoja? Pigia Yesu makofi mazuri. Herod na wanafunzi wa Yesu wakaingia mji ambao unaitwa Nain. Hapo Naini walipata mwanamke windo ambaye alikuwa na mume na alikuwa na mtoto mmoja, kijana mmoja. So walipata the gate of Nain. Kabla waingie ndani, wakati huo kumejengwa, kwa mfano kama ni mtutuni inasukukwa na ukuta. So ndio uingie hiyo town kulikuwa na mpaka. So wakaona gate ya kuingia ndani ya Nain, soko, market. Maandiko yanasema a small town, small market. Wakapata watu wengi wanatembea wakiwa wanabeba maiti, mtoto mdogo. Kuna ile tunaita burial procession. Kiingereza burial procession. Burial procession ni wale watu wanatafuatana kwa msalaba, inaitwa aje? Fleet. Yaani wanafuatana wengi ili wapeleke mwili. Inaitwa burial procession. So ule mwili ulikuwa umewekwa kwa ukisoma Biblia pale zinatumia two different words. Kuna zingine zimeandikwa baya, kuna nyingine zimeandikwa coffin. Kama Biblia yako imeandikwa coffin, inua mkono. Coffin ni sanduku la maiti. Lakini kama Biblia yako imeandikwa coffin, hiyo imetumika vibaya pale. The original Hebrew language ilitumia baya, meaning baya ni ile ukienda kwa mochari, ile kitu maiti anawekelewa pale na anafunikwa kitambaa cheupe na unashika miti miwili mbele na nyuma. Hiyo ndio inaitwa baya. So hapo ndani ya coffin, na Biblia zinasema alikuwa ndani ya sanduku, si hivyo? According to original language alikuwa anabebwa. So Yesu akaona hii ni mazishi. Maandiko yanasema na Yesu akaingiwa na compassion, huruma. Akajiona mwanamke ana mume na kuna mtoto mmoja na ni wa kiume. Akaenda akamwambia usilie. Ni kama mwanamke alimuuliza Yesu, nisilie kwa nini na ndio mtoto alikuwa anabaki naye. Kulingana na historia inasema
umri wa huyu mama alizaa akiwa na miaka mingi, so angeweza kupata tena, na pia na mume angeweza kupata mtoto tena. Ile miaka yake ya kuzaa tayari imepita. Yesu akaangalia akaona miaka ya kuzaa ya huyu mwanamke tayari imepita, akawa na sasa na huruma. Akaona the only option ni kufufua huyu mtoto. Maandiko yanasema akaingiwa na huruma. Alipoingiwa na huruma, akamwita mtoto kutoka kwa wafu. Mtoto kuja. Mtoto, maandiko yanasema aliamka papo hapo akaongea. Wajua wale wanasema ati miujiza haiwezi fanyika, na wanaona wengine wakisema ukiombewa kama wewe ni kiwete huwezi kuamka hivi ndio utembee. Huyo alifufuliwa saa hiyo na akaongea. Mazishi ikasimama. Walipoona mazishi imesimama, au watu wakasema huyu ni kama Elijah. Huyu ni kama Elijah. Elijah ndiye the first king says, the book of first king, mfalme inasema yule windo alitembelewa na Elia, mtoto wake alikuwa ameanga na akafufuliwa. Sasa huyu Yesu amefufua kama Elijah. So wakasema huyu sio nabii, huyu ni great prophet, ni nabii wa hali ya juu. Pigia Yesu makofi mazuri. So ukisoma pale Biblia inatuambia mazishi ilisimama na mwanamke akapata mtoto wake the young man. Yesu alimwambia, young man, I say to you, arise. Young man, I say to you, arise. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen. Huyu mama anamuonaje? Yaani anaona Yesu, anaona mazishi imesimama. Mimi unajua nimejaribu kwenda mazishi kadhaa na fufua, anakosa kutoka. Na shida iko wapi? Na ninabeba Yesu kama wewe. Nilienda Kitui. Tulitoka Nairobi basi imejaa, alafu mimi niliwaambia tunaenda kufufua. Sasa mimi gari haikuwa iende, mwili ulikuwa umewekwa pale KU Kenyatta University hapo kuna moja. Alafu sasa siwezi acha, maana mimi naenda kufufua. So ikatafutwa personal, mimi na bebo personal mwana. Na mimi najiamini nikakasa. Nikaambiwa lazima ufanye vizuri. Nikafanya vizuri kabisa. Wala nikabaiwa chakula kabla tuondoke. Kiti yangu ni pale nyuma, gari yako iko kama mtu mwingine. Ilikaa mimi na mwenye mtu ambaye amekufa na driver. Watu waka. So imagine wakati tunaenda hapo pale nyuma, niambia kaa hapo mbele uone kisipai mbele kama kuna mapepo inatusuia. So hapo pale mbele anapigia, tunasikia simu, "Halo. Mhakikishe mmefungua hiyo sanduku, tunakuja." Nakwambia usiharakishe kwa mwili. Nikafika pale napata watu wako wengi wamejaa. Wameambiwa kuna mtu anakuja kufufua. Na unajua kwa nini? Kwa nini nimeitwa hivyo? Huyo mama alikuwa na encounter kwamba kuna mtoto aliaga dunia. Sasa akapelekwa funeral. Mama yake nikaenda pale nikamwambia mtoto anafufuka. Tukaomba akafufuka. So alipoona hivyo ule wake alipoaga, sasa tuende. Ile ulifanya ukafanya. Vile ulifanya ukafanya. Na nikafika pale, chifu akasema tunataka tumkaribishe mtume mazishi. Kuna machifu wazuri nataka asimamishe mazishi. Nikasema kama una imani uondoke uende. Saa hii alikufa. Nikasema nipatiwe jina, nikamuita. Sasa hivi nimefundi yako ameshafungua sanduku nawe. Nikamuita. Akaniuliza ni nini shida? Nikasema let us wash. Tukaimba 1 hour. Tumewaza. Tukazama. Nikiwa pale nikaona flash of light. Malaika akaniambia huyu hatutamfufua. Amekuwa mtu corrupt miaka yake yote. Na alihubiriwa mahali fulani akasema sitawahi. So ukimfufua ataleta hasara kwa kazi yako.
Nikaonyeshwa hata aliimba vyombo vya kanisa. Na nikawaambia what is the problem. Kwanza wengine walikuwa, kumbe hiyo mazishi wale waliimba na yeye walikuwa pale. Mwezi mmoja akakuja hapo mbele akasema ni ukweli tuliimba na yeye. Hapo nikaponea. Lakini si nakwambia nilikuwa pale, sikurudi na ile gari. Nilipitia kwa fence, atafuta motorbike. Lakini nikaenda, ilibidi niingie miezi mitatu kwa maombi. Pigia Yesu makofi mazuri. Na nikajifundisha kitu kimoja. Nikienda kwa mazishi, mtu akiniita, huwa kwanza naomba nauliza Mungu kutaenda kufanyikaje. Ndio namwambia the right information. Usiseme sasa taksi mzima na umebeba peke yako kakuta. Na unasimama hata zile suti wameninunulia nilitupa. Kwambia uonekane nazo. Na nikadiliti hizo picha. Pigia Yesu makofi mazuri. Lakini nashukuru Mungu, imani yangu ilikuwa juu. Simunipigie makofi kwa hiyo. Atubadilishe imani iko juu. Hata ukisema tusimamishe mazishi, lakini sasa hivi tunaona Yesu anasema atakuja kufanya nini. Huko wenyewe nilikuwa mkani kwa naamini kila kitu chochote Yesu anafanya. Walimu wanaenda kuseti na kwambia walk, naona wanatembea, unapona. Wengine nilienda pale Dadora phase 2. Viwetu wameletwa 5, wawili wanatembea, wengine wanakataa kutembea. Sasa huyo mwingine akaniambia nitakuchapa vizuri sana. Nimetoka all the way, nimeleta mtu wangu, unatembeza wengine, unaacha wengine. Hiyo lazima unipatie kwa unirudishie fare yangu na gharama yangu. Sisi wachungaji tumepitia. Pigia Yesu makofi mazuri. So Yesu ni kama aliangalia akaona Centurion ndio ni mwenye vita. Wacha mtoto, wacha yule askari yangu. Ndio anaweza chapa my disciples. Sijui, lakini pengine. Pigia Yesu makofi mazuri. Tukienda kumalizia, sikiliza. Yesu atakuhurumia kwa hali yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atakuhurumia kwa hali yako. Ndio naona moyo wangu ni mkubwa, unakuelewa kwa njia ya urahisi sana. Kwa sababu yale mambo nimepitia, hata ukikaa miaka 10 kufikia ni ngumu. Pigia Yesu makofi mazuri. Nisalimie kwa hiyo kama tuko pamoja. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen carefully as we wind up. Huo mgonjwa uko naye usibahatishe. Hiyo taabu uko naye usibahatishe. Ikiwa ulitaka Yesu akutendee kitu fulani, kwamba hapo. Kwamba kama Paulo alimwambia Yesu, hii unaniondolea. Hii taabu niko nayo katika mwili wangu utaniondolea. Akaomba malaika ndiye alishuka akamwambia haitaondoka saa hii. Afadhali upate jibu la haitaondoka kuliko kukosa kuamini. Maana usipoamini Yesu atakuhukumia na kitu kingine cha kusema wewe hauna imani. Aanze kukwambia kama mtume, pepo wa aina hii ama shida ya aina hii inaondoka by prayer never. Sitaki mahubiri kama haya. Tunataka kuona vitu kutendeka. Pigia Yesu makofi mazuri. Wangapi tuko pamoja mpaka pale? So as we wind up, listen. Mimi najua kama uko na mgonjwa nyumbani, mkono juu. Kama uko na mgonjwa nyumbani, listen carefully. Kile na kutamkia, amini. Usibebe nusu. Amini kwamba hili jambo linaweza likatendeka. Bwana Yesu asifiwe. How comes a sinner Centurion alibeba imani ya kupona, mtu wake kupona. Na sisi aswa tuko kabisa tunamuelewa Yesu. Lakini hatuna ile imani kwamba Yesu atatuponya. Hiyo ni aibu. Sema nimekataa. Sema neno moja, hakika nitapona. 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 Sema neno moja,
hakika nitapona. Sema neno moja, hakika nitapona. Simama na miguu yako hapo ulipo. Hata kama ulikuja na taabu gani kupata kazi, whatever the case, trust the Lord. Wimbo huo nataka mwambie Bwana, magonjwa yangu, tabu yangu ya kazi, nahitaji neno moja. Sijakuja kubahatisha. Hata kama uko na pressure, uko na diabetes, uko na mawazo, chochote unapitia, mwambie tu Bwana akalete solution, na Bwana atatenda. Mimi kama mtume natamka neno moja, kwamba everything, magonjwa ambayo yako kwa marafiki zako ambao ulikuja kwa niaba yao, watapona, hawatakufa. Hiyo shida iliyo na rafiki wako itaisha. Hiyo rafiki ulio nayo ambaye ako na shida itaisha. Hiyo taabu yako itaisha. I speak a word of living, a word of power, itaisha. Sema neno moja, hakika nitapona. Sema neno moja, hakika nitapona. Bwana Yesu, sema neno moja, hakika nitapona. Sema neno moja, hakika nitapona. Bwana Yesu, sema neno moja, hakika nitapona. Sema neno moja, hakika nitapona. Bwana Yesu, sema neno moja, hakika nitapona. Sema neno moja, hakika nitapona. Niamba Yesu, sema neno moja, hakika nitapona. 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 Ina neno kwako ulipomwambia Bwana, tamka tu ile tabu uko nayo. Tunapotamka katika huo wimbo, tamka tu shida yako mbele za Bwana.
Tabu yoyote unapitia, magonjwa yote unapitia, ina mikono. Bwana anasema na mimi, kuna watu wanataka, kama kuna rafiki mgonjwa, ina mikono yako. Kama wewe ni mgonjwa, ina mikono yako. Yeyote ako na hali ngumu inamtatiza, hiyo kwa mitandao, iwe wapi, ina mikono. Kwa YouTube huo wapi, ukitazama katika kama ina mikono yako. Tabu yoyote, uko hapa unatafuta kazi, uko hapa kuna ugonjwa unakusumbua. I want you to believe one word. One word will change everything. Nataka kuachilia hiyo neno ikamee katika anga, ikuletee msaada. Ikiwa uko hapa, pengine kuna kitu kinakuandama kikuue, kuna kitu kinakuandama biashara iharibike, madhara ya biashara, be ready to, na Mungu atakuponya. Neno moja tu na utapona. Mara ya kwanza, may that one word kama polio lishala badabus. Mara ya pili, kama wewe ni Asha, saidia tafadhali, intalabus. Mara ya tatu, I release, inaachilia neno la msaada, inaachilia neno la msaada, achilia neno la msaada tu. Hapo umesimama tu, kapata neno la msaada, kapata neno la msaada, kapata neno la msaada. Shilaba mabus kana mama, kapata neno la msaada tu, kapata neno la msaada. Hapo umesimama kwa jina la Yesu. I release powers of healing. I release powers of healing. Kuna watu wanapona. Kuna mtu anasumbuka na mgongo. Where you are, I touch your hand and I give you total healing. Ukapone katika jina la Yesu. Kuna mtu shingo inamsumbua. I tell you, you are healed. You are healed in the name of Jesus. You are healed in the name of Jesus. May that trouble come to end in the mighty name of Jesus. Kuna mtu mmoja anasema kwamba hakuna amani hata kidogo. In the mighty name of Jesus. Saidia yule tafadhali. Madiri masia kataba yanda. Kapita msaada kwa jina la Yesu Kristo. Lima dabadabus. Riprakota na makataba yanda. Msaada ukakutawale. One word for your church. One word for your church. Hiyo ni biashara unafanya, ilete msaada. Kwanza hii wiki imekwama. One word for church. One word for church. Oh God.
Baba, neno moja tu leo limetusaidia kwa mbali za watoto wetu, wazazi wote wanaoangamia chini ya nguvu za kishetani. One word, we speak for deliverance. We speak for change. We speak, Lord Almighty Father, for the cleansing. We speak unity. We speak working together. May you reign forever. In the mighty name of Jesus, we pray and believe. Amen. Kama kuna sadaka, ishike sadaka yako.